tunakuabudu, tunakuinua, tunakutukuza maana unastahili. Sifa na utukufu ni za kwako Mungu wetu. Wewe tukuabudu katika Kristo Yesu. Karibu Bwana, karibu wakati tena. Uwe pamoja nasi kwa uwepo wa Roho wako. Katika hatua hii nyingine ya kuendelea na maombi. Karibu Roho Mtakatifu. Anza na sisi na kumaliza na sisi ratiba hii. Amen. Asante, karibu kai. Mungu wetu atukuzwe. Karibu mbele za Bwana tena. Katika hizi siku ambazo Mungu ametubakishia za mwezi huu. Kumaliza safari yetu ya miezi mitatu. Ni jambo jema sana kukaa uweponi mwa Bwana. Siku moja uweponi mwa Bwana ni bora kuliko siku 1000 mahali pengine. Ukiona una matamanio ya kukaa kwenye uwepo wa Bwana, moyo wako una shida na Bwana tayari. Aliye wa Bwana ana kiu na Bwana. Na kiu na Bwana ndio inayokuleta mbele za Bwana. Hauendi mbele za Bwana kwa sababu una muda, unaenda mbele za Bwana kwa sababu una kiu. Yoyote wa Bwana ana shauku na Bwana, inayomvuta kila wakati kumtafuta. Moja ya hitaji la Mungu kwa mwanadamu ni mwanadamu kumtafuta Mungu. Na akaweka kitu kinachoitwa kiu na shauku ili kitusaidie kumtafuta. Kiu ikikauka, hata kama huna cha kufanya, huwezi mtafuta Mungu. Hatumtafuti Mungu kwa sababu tuna muda, tunamtafuta Mungu kwa sababu tuna kiu naye. Bwana asifiwe. Hakuna kitu kibaya kama moyo wako kukauka uwepo wa Mungu. Moyo wako unapopata ukame wa uwepo wa Mungu, unakosa msukumo wa kumtafuta Mungu. Kumtafuta Mungu ni dalili ya moyo ulio hai kwa ajili ya Mungu. Nafsi hai kiroho, nafsi yenye iliyo na Mungu, haina cha kuitosheleza mpaka imekutana na Mungu. Ndio maana ukiona vitu vya dunia vinakava moyo wako, una uungu kidogo sana ndani yako. Mtu mwenye Mungu, hata kama ni bilionea, hakuna cha kukava moyo wake. Mungu alipomuumba mwanadamu, aliweka maeneo matatu ya msingi ndani ya mwanadamu, maeneo matatu. Eneo la kwanza ni eneo la ibada kwa ajili ya Mungu na huyo mwanadamu. Eneo la pili, akaweka ndani ya mwanadamu, kama ni mwanamke akamwekea nafasi ya mume, na kama ni mwanaume akamwekea nafasi ya mke. Vinginevyo tusingekuwa tunaoa wala kuolewa. Kile ni kitu kiko automatic. Haijalishi una neema kiasi gani, haijalishi una Mungu kiasi gani, ile nafasi ya mke kidai unaenda kuoa, na nafasi ya mume kidai unataka kuolewa, kwa sababu ni kitu Mungu aliweka. Kingine alichoweka ni hali ya mtu kuhitaji maisha ili aweze kutafuta. Bwana asifiwe sana. Na kila kimoja kina nafasi yake. Akihitaji kuingilia nafasi ya kingine. Kuna mtu mmoja naongea naye, lakini nafasi kubwa kabisa inayotakiwa itawale moyo wako ni nafasi ya Mungu. Hivi vingine vije part 2. Mungu akiwa wa kwanza, hivi vingine vinaenda kirahisi. Sikiza nikwambie, huwezi ibeba ndoa bila msaada wa Mungu.
Kama kuna kitu kigumu kukiendesha bila Mungu ni ndoa. Kamuulize Adamu, alipopoteza tu uwepo wa Mungu, ndoa ilipata shida pale pale. Kila mmoja anamkimbia mwenzake. Ukimpoteza Mungu na kile Mungu alichokupa kinapata shida. Usalama wa ulichopewa na Mungu ni kuendelea kumtunza Mungu kwenye maisha yako. Ukimtunza Mungu, unatunza na ulivyopewa na yeye. Sijui kama kuna mtu nimeongea naye. Adamu alifikiri ni rahisi sana kumsikiliza mkewe, alafu akampuuza Mungu. Alafu akafikiri ndoa itakuwa na amani. Alipopuuza agizo la Mungu, alafu akapewa lile tunda na mkewe akala. Hakujua saa ngapi ndoa imepata shida. Ukitaka kumtunza mwenzako na mahusiano na yeye, tunza uwepo wa Mungu ndani yako. Na ukitaka kutunza baraka za Mungu, vitu vikuzunguke, tunza uwepo wa Mungu ndani yako. Hivi ni vitu vitatu ambavyo vimewekwa ndani ya mwanadamu na lazima mwanadamu atafute. Ndio maana mtu akiamka lazima aende kazini. Anatafuta maisha kwa sababu maisha ni sehemu ya kitu alichowekewa atafute. Na Mungu na yeye ana nafasi yake, akaweka nafasi ili mwanadamu amtafute. Sasa kwenye kutafuta, kinachotupa shida ni kwamba nafasi ya maisha inameza nafasi ya Mungu. Na Biblia inasema utafuteni ufalme wa Mungu na haki yake, alafu haya mengine yatakuja kirahisi. Uwezi muacha Mungu ukapata vya Mungu kirahisi ila ukitafuta pamoja naye. Sijajua kama kuna mtu ninaongea naye. Ukiona mtu anashindwa kukaa kwenye uwepo wa Bwana kwa sababu yuko kwenye majukumu, baada ya muda kuna vitu havitaenda sawa kama kweli ni mtu wa Mungu. Kwa sababu Mungu ana wivu na chochote kinachomtangulia. Nimesemaje? Chochote kinachokaa kwenye nafasi ya Mungu, Mungu atakitikisa hicho kitu. Bwana asifiwe. Ndio maana baada ya Mungu kumpa Ibrahimu mtoto, ilibidi aende angalie kama huyu mtoto amekaa kwenye nafasi yake kwenye moyo wa Ibrahim. Akamwambia, ulinipenda miaka yote mpaka hapa, nataka nione kama ule upendo uliokuwa nao kabla sijakupa mtoto bado unao. Akaenda akatikisa yule mtoto kwenye moyo wa Ibrahim. Alipoona bado Ibrahim moyo uko vile vile, wala hakumtaka yule mtoto. Kuna mtu mmoja naongea naye. Ukitaka kuishi vizuri na hicho kitu ulichopewa na Bwana, endelea kumpa Bwana nafasi ya kwanza kwenye moyo wako. Hicho kitu Mungu atakutunzia na kitakuwa cha furaha kwako. Kama ni kazi, Mungu atakutunzia. Kama ni biashara, Mungu atakutunzia. Kama ni watoto, Mungu atakutunzia. Bwana asifiwe. Naongea hivyo kwa sababu tuna shida ya watu ambao wanampenda Mungu saa wana kitu cha kufanya, lakini Mungu ana nafasi saa wako kwenye majukumu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa unajua Mungu akikuhitaji, Mungu alihitaji watu wawili, watu wa Yesu. Ili Yesu azaliwe, si unajua hakuna cha kimungu kinazaliwa duniani bila maombi. Maombi ni leba ya kiroho ya kuzaa chochote Mungu anachotaka kizaliwe huko. Ukiona cha Mungu kimekuja, kuna mtu ameomba hata kama umjui. Ili Yesu azaliwe, Mungu alihitaji watu wawili.
Si unajua Mungu hahitaji umati ili apitishe cha kwake. Anahitaji aliye tayari. Na ndio maana ukiona watu hawako tayari, wewe uliye tayari kaa kwenye nafasi kama Habakuki. Wakati wa Habakuki watu wengine wote walikataa kaa kwenye nafasi, akasema mimi nitasimama katika zamu yangu. Mungu alipata watu wawili. Mtu mmoja anaitwa Simoni, mwingine anaitwa Hana. Unajua ili ampate Hana unafikiri alimfanyaje? Ili ampate Hana permanent hekaluni alimfanyaje? Alimwambia mume wake njoo mbinguni, namtaka mkeo. Maana sina muda wa permanent na yeye akiwa na wewe. Ili ni mtawale jumla, wewe njoo huku. Sasa ninaomba umpe Mungu muda ili asije akachukua kile kinachochukua muda. Msalimie jirani yako, mwambie mpe Mungu muda ili asije akakuchukulia kile kinachochukua muda wake. Bwana asifiwe. Sitaki Mungu akuchukulie kinachochukua muda, kwa sababu kitakuumiza. Amen. Okay, tuko kwenye somo la uponyaji. Somo la muhimu sana. Uponyaji ni kuvirudisha vitu katika hali yake ya uumbaji, baada ya hivyo vitu kupata uharibifu. Ni kuondoa uharibifu au kuondoa tatizo. Mwivi haji ila aharibu. Akiharibu ili uharibifu ule uondoke, Mungu akaweka uponyaji. Mungu aliweka uponyaji baada ya muharibifu kuingia. Uponyaji ni kudhibiti uharibifu usiwe endelevu kwenye kitu ambacho Mungu hakutaka kiharibike. Bwana atukuzwe. Haleluya. Na tuko kwenye kipengele cha uponyaji wa eneo au wa mazingira au wa ardhi. Uponyaji wa mazingira. Moja ya kitu cha muhimu sana ili uweze kumtunza Mungu ni hali ya mazingira uliopo. Uwezi mtunza Mungu kama mazingira uliopo hayatawaliwi na yeye. Utakuwa na Mungu kwa kipindi, lakini sio kwa kudumu. Atakaa ndani yako kwa kudumu, lakini uwepo wake utakaa kwako kwa muda sana. Bwana asifiwe. Elewa, ili uweze kufanya cha Mungu lazima ufunikwe na uvuli wake. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Ulimwengu wa roho unafanya kazi kupitia kitu kinachoitwa uvuli au uwepo wa kiroho. Uvuli au uwepo wa kiroho. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Uwepo wa kiroho umsaidia mwanadamu kufanya vitu anavyotakiwa kufanya mwilini kwa wepesi na kwa mafanikio. Kazi ya uvuli wa kiroho ni kumsaidia mwanadamu au kumdhibiti. Kuna uvuli unaodhibiti na kuna uvuli unaosaidia. Uvuli ni uwepo wa kiroho kwenye mazingira ya mwanadamu yanayofanya kazi, aidha kwa kumsaidia au kwa kumzuia. Na eneo lisiloponyeka, uvuli utawala.
likiponyeka, uvuli mmoja uondoka na uvuli mwingine uingia. Kati ya kitu unachotakiwa uelewe ni hiki: hakuna eneo lolote liko tupu kiroho. Linaweza likawa tupu halina watu, lakini kiroho haliko tupu. Umesikia kitu nimesema? Msalimie jirani yako, mwambie hakuna eneo lolote kiroho lililo tupu. Eneo lolote kiroho lina uvuli wa kiroho uliopo juu ya hilo eneo, ambao ni uwepo wa kiroho. Aidha unaweza ukawa wa kimungu au unaweza ukawa wa kishetani. Bwana asifiwe. Okay. Ninaomba tufungue kitabu cha Zaburi. Kabla ya kitabu cha Zaburi, wangapi jana hawakuwepo? Hawakuweko wengi. Naomba turudi kwanza kwenye kitabu cha Ezekieli 45. Ezekieli 45. Nirudie kwa muktasari kile cha jana ili kitupe uhuru wa kwenda kwenye kile cha leo. Haya ninayoongea na wewe ni maelekezo ya kukupa namna ya kuomba. Maombi ni ufahamu. Maombi yakikosa ufahamu yanakosa majibu. Sio muda unaoomba, ni ufahamu unaoomba nao. Na kinachotupa ufahamu ni neno la Mungu. Neno la Mungu linatupa ufahamu wa kimungu au ufahamu wa kiroho wa namna ya kuingia kwenye ulimwengu wa roho, kudili na vilivyoko kwenye ulimwengu wa roho. 45 kitabu cha Ezekieli. Kwa ajili ya muda nitasoma tu mstari wa kwanza mpaka wa 4, lakini wewe usoma mpaka wa 8. Biblia inasema, tena mtakapoigawanya nchi kwa kura iwe urithi, mtamtolea Bwana. Tafanya nini? Mtamtolea Bwana toleo, sehemu takatifu ya nchi. Urefu wake utakuwa urefu wa mianzi 25,000 na upana wake 10,000. Itakuwa takatifu ndani ya mipaka yake yote pande zote. Katika hiyo itakuweko sehemu ya mahali patakatifu, urefu wake 500 na upanda wake 500 mraba pande zote, na dhiraa 20 kwa viunga vyake pande zote. Na kwa kipimo hicho utapima urefu wa 25,000 na upana wa 10,000. Ndani yake patakuwa patakatifu paliko patakatifu sana. Angalia mstari wa 4 sasa. Kwa nini Mungu ametengewa eneo? Hiyo ni sehemu takatifu ya nchi, itakuwa ya makuhani, sio ya Bwana, lakini imetolewa kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Bwana. Mstari wa kwanza anasema mtamtolea Bwana toleo. Mstari wa 4 anasema hiyo nchi itakuwa ya makuhani. Bwana asifiwe. Sio makuhani walipewa, alipewa nani? Bwana.
Kwa nini alipewa Bwana? Ili uwepo wake uwe kwenye hilo eneo. Na uwepo wake hauko kwa ajili yake, huko pale kwa ajili ya makuhani. Ikimaanisha kwamba mtu ambaye ni kuhani anahitaji kukaa kwenye uwepo wa Mungu masaa yote. Huwezi kufanya kazi na Mungu kwanza mpaka umekaa kwenye uwepo wake kwanza. Unatakiwa utokee kwenye uwepo wa Mungu ili kuingia kwenye kazi za Mungu. Na Mungu alitaka sio tu hao makuhani wakutane na yeye hekaluni, wakutane na yeye kwenye hema. Wanatakiwa wawe na yeye kwenye mazingira ambao wanakaa ya kila siku. Na ili waweze kuwa na Mungu kwenye mazingira, yale mazingira yalitengwa kwa ajili ya Mungu. Hayakutengwa kwa ajili ya makuhani kwanza, yalitengwa kwa ajili ya Mungu. Alafu Mungu akasema, nimetengewa mimi, basi na mimi nimewapa makuhani wangu watakaa hapo. Na sifa ya hilo eneo, mipaka yake yote, pande zote ni takatifu. Kwa nini mtakatifu? Kwa sababu mtakatifu anaishi hapo ndani. Bwana asifiwe. Huwezi tunza uwepo wa Mungu kwenye eneo isipokuwa hilo eneo limetunza kwanza utakatifu. Umesikia kitu nimeongea? Okay. Kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati 23. Kwa nini ile eneo lilikuwa takatifu? Sio ili litunze makuhani. Ni ili limtunze Mungu. Vinginevyo makuhani na wenyewe wangepewa tu maeneo kama wengine. Yaani hawa ndio pekee ambao eneo lao lilitengwa kwa ajili ya Mungu. Wengine wote walikatiwa tu maeneo. Makabila yote 11 walikatiwa tu maeneo wakapewa. Lakini Lawi peke yake ndio eneo lake liliitwa kwa jina la Bwana. Nchi ni ya Bwana, lakini viwango vya uwepo wa Mungu uliokuwa kwenye maeneo ya makuhani ni tofauti na uwepo wa Mungu uliokuwa kwenye maeneo mengine. Kuna mtu ninaongea naye. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kumbukumbu la Torati. Kwa nini Mungu alisema haya maeneo yatakuwa matakatifu kwenye mipaka yake yote? Ni ili kumtunza Mungu aliye ndani ya hilo eneo. Kinachomtunza Mungu kwenye eneo sio maombi kwanza, ni utakatifu kwanza. Umesikia kitu nimesema? Maombi yanaongeza uwepo wa Mungu. Eneo linaloombewa mara kwa mara, uwepo wa Mungu unaongezeka sana. Lakini maombi hayawezi kutunza uwepo wa Mungu mahali ambapo hapana utakatifu. Mungu atatembelea, lakini sio kwamba atakaa. Iko tofauti kubwa sana kati ya mahali Mungu anatembelea na mahali Mungu anakaa. Kuna mtu mmoja anaongea naye. Mungu kutembelea sio shida, ila Mungu kukaa ndio shida. Kumkalisha Mungu kunahitaji nidhamu ya mazingira kuwa matakatifu. Sababu ya Mungu kusema haya maeneo ya makuhani yawe matakatifu ni kwa sababu Mungu alitaka kukaa na makuhani permanent. Ni ili Mungu akae mahali permanent. Kinachomweka permanent ni usafi wa mazingira, sio makuhani. Sijajua kama kuna mtu mmoja ninaongea naye. Ili Mungu akae, hakukalishwa na makuhani, alikalishwa na utakatifu.
Ndio maana adui akitaka kumuondoa Mungu kwenye mazingira yoyote, lazima ayatie unajisi kwanza. Na ukitaka Mungu aje mahali penye unajisi, lazima toba kwanza ili kuondoa unajisi uliopo, ndipo Mungu aje. Ndio maana Biblia inasema tubuni, maana ufalme wa Mungu umekaribia. Kwa nini? Hauwezi kuingia mahali penye unajisi mpaka unajisi umeondolewa kwa toba, ndipo ufalme wa Mungu upate nafasi ya kuingia. Bwana asifiwe. Kuna mtu anaelewa kitu naongea? Okay, kwa ajili ya muda tusome Kumbukumbu la Torati. Kwa nini Mungu alisema lile eneo litakuwa takatifu kwenye mipaka yake yote? Kwa nini asungumzia utakatifu wa eneo? Ni kwa sababu eneo halikuwa kwa ajili ya makuhani, lilikuwa kwa ajili ya Mungu kwanza. Na ili Mungu akae, kinachomkalisha sio makuhani kuwepo, ni utakatifu kuwepo. Kuna mtu mmoja ninaongea naye. Okay. Hicho kitabu cha Kumbukumbu la Torati, mstari wa 23, mstari wa 14. Anasema, kwa kuwa Bwana Mungu wako yuatembea katika kituo akuokoe na kukutolea adui zako mbele yako. Kwa hiyo na kiwe kitakatifu kituo chako. Kituo maana yake mazingira. Na kiwe kitakatifu kituo chako, asije akaona kitu kwako kisicho safi akageuka na kukuacha. Sababu ya yale mazingira kufanywa matakatifu ni ili kutunza uwepo wa Mungu. Kwa hiyo uwepo wa Mungu hautunzwi tu na watu walioko mahali, unatunzwa na aina ya usafi uliomo kwenye hayo mazingira. Kuna mtu mmoja nimeongea naye. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Sasa naomba niongelee juu ya uvuli unaoweza kukaa kwenye mazingira. Na namna ya kushughulika nao. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kinachotaabisha ni uvuli, na kinacholeta ustawi au kinacholeta neema na baraka ni uvuli wa Mungu. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Kitabu hicho cha Zaburi. Uvuli au stara ni aina ya uwepo wa kiroho uliomo kwenye mazingira husika. Haleluya. Bwana asifiwe. Biblia inasema kwenye hicho kitabu cha Zaburi ya 91 mstari wa kwanza. Anasema, aketie mahali pasiri pake aliye juu atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Aketie mahali pasiri pake aliye juu atakaa katika nini? Katika uvuli wake Mwenyezi. Ikimaanisha kwamba mahali penye Mungu pana uvuli wake. Ukiketi na Mungu, hujaketi na Mungu tu, kuna uvuli ulioko pale. Penye Mungu mtakatifu pana uvuli wake. Penye miungu mingine pana uvuli pia. Huwezi ondoa cha huyo Mungu mpaka umeondoa uvuli wa huyo Mungu, kwa sababu uvuli ndio unaotawala. Kuna mtu mmoja naongea naye. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe.
Kwa sababu sio semina, ni maombi. Naomba nikupeleke kwenye kitabu cha Hesabu. Nitakukimbiza kwa sababu sio kwamba nakufundisha kama semina, nakupa dondoo za kuomba. Bwana asifiwe. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Na kuna kitu Mungu alizungumza juu ya uponyaji wa familia. Moja ya kitu kitakachopita kwenye changamoto na changamoto zake hazitatulia ni familia. Kuna vita kubwa kutoka kuzimu ambayo imeelekezwa kwenye familia. Kudestroy familia ni kudestroy kanisa, kwa sababu kanisa la mahali pamoja ni familia zilizokutana. Huwezi lijenga kanisa mpaka umejenga familia. Huwezi kuwa na kanisa lenye nguvu mpaka umekuwa na familia zenye nguvu. Adui akidestroy familia, ameshalidestroy kanisa tayari. Akimuondoa Mungu kwenye familia, ameshamuondoa Mungu kanisani. Sijajua kama kuna mtu anaelewa kitu naongea. Jumapili kwenye ibada tutakuwa na maombi ya kifamilia. Lakini haya maombi nitaomba uwe na sadaka ya kusimama nayo kwa ajili ya familia. Mungu atushindie vita vya kuzimu vilivyoinuliwa kwa ajili ya kuvunja familia nyingi. Baada ya muda sio mrefu sana utashuhudia vita mbaya sana ikipiga familia. Mpaka sasa ipo, lakini hapa mbele inaenda kuzidi sana. Utaenda kuona familia zisizokuwa na baba na mama wanaokaa pamoja zikiongezeka. Sio kwamba baba amekufa wala mama amekufa, ila kuzimu inaenda kutikisa familia kiasi ambacho watakaokuwa na nguvu ya kuhimili kukaa ni wale wenye Mungu na wale ambao kwa neema ya Mungu wana uwezo wa kukimbilia kwa Mungu. Na utaenda kuona watoto wakiwa jeuri sana kwa wazazi. Na kuna roho itaingia. Unajua Biblia inasema siku za mwisho hatuna namna ya kuweza kuweka familia iwe bora zaidi ya Mungu kuishikilia familia. Kwanza wengine ukai nao, wengine wako huko waliko. Inawezekana wewe huko kivingine na kuna familia yako iko kivingine. Huko iliko inahitaji ikumbatiwe na Bwana, maana kinachowafuatilia ukijui. Okay, nisiongea sana hapo, taongea Jumapili wakati tutakapokuwa tunaomba. Mungu asifiwe. Niendelee na kipengele cha uvuli. Alafu tuombe sana kwa ajili ya wanaume. Kuna roho ya kuwaua wanaume. Sijajua kama unaelewa kitu naongea. Tuombe sana kwa ajili ya wanaume. Kuzimu ina agenda na wanaume wengi kufa mapema. Ngoja nikwambie, Biblia inasema utukufu wa watoto ni nani? Ni baba zao. Hajasema ni wazazi wao, amesema ni baba zao. Utukufu wa watoto. Kwa nini amesema ni baba? Mimi sijui. Kwa hiyo shetani akitaka kuondoa utukufu wa watoto, atamuondoa baba. Ndio maana baba asipokufa, baba atatelekeza familia. Ili kuleta ukiwa fulani kwenye familia. Sijajua kama kuna mtu anaelewa kitu naongea.
Wewe mwenye mume ombea sana mume wako. Sijajua kwa nini haya mambo nitakiwa nisiyaseme hapa sasa. Lakini yamefiatuka, labda kuna mtu ambaye Mungu anaongea naye. Bwana asifiwe. Na inawezekana kuna mtu ananifuatilia kwenye mtandao, labda hili neno ni la kwake na angesingeweza labda kutufuatilia akalipata. Ombea familia, ombea mume kama una mume. Ombea mahusiano yako na yeye. Vinginevyo utakuwa na mume pambo, asiye na nafasi yoyote kwenye maisha ya familia. Okay. Hesabu 14. Msalimie jirani yako, mwambie ulimwengu wa roho unatawala kupitia uvuli. Kitabu hicho cha Hesabu sura ya 14 mstari wa 9. Biblia inasema, lakini msimuasi Bwana wala msiwaogope wale wenyeji wa nchi, maana wao ni chakula kwetu. Angalia, uvuli uliokuwa juu yao umeondolewa, naye Bwana yu pamoja nasi, siwaogope. Joshua kuna kitu cha kiroho alichokiona ambacho wengine 11 hawakukiona. Wote walipeleleza, wote walileta matunda ya nchi, lakini hakuna aliongelea kitu cha kiroho alichokiona kwenye ile nchi, ila Joshua alifunguliwa macho, akaona kitu cha kiroho kilichokuwa kimefunika ile nchi. Kwa sababu ile nchi ilikuwa inaingia kwenye mabadiliko, kwamba wanatoka watu wengine na wanaingia watu wengine, ilibidi pia na cha kiroho kipishe. Sijui kama unaelewa kitu naongea. Kulikuweko na kitu cha kiroho kilichofunika wenyeji. Sasa wenyeji wanaondolewa ili watu wenye Mungu waingie. Wenye Mungu hawawezi kukaa kwenye ule uvuli wa wenyeji. Inabidi uvuli mmoja upishe ili uvuli mwingine uje na watu wale. Kwa hiyo Mungu alikuwa anakuja na uvuli wake na watu wake. Ilibidi uvuli mmoja uondoke ili uvuli uliotembea na hao watu, nguzo iliyokuwa inatembea ya moto pamoja na ya wingu ikija itande. Ndio iwe uvuli wa wana wa Israeli. Uvuli mmoja ilibidi uondoke kwa sababu uvuli mpya ulikuwa unaingia. Wana wa Israeli wangeingia kwenye ile nchi na uvuli haujaondolewa, wangekuwa chini ya usimamizi wa miungu ya ile nchi. Hivi kuna mtu mmoja naongea naye. Na ngoja nikwambie kuna kitu ambacho hawakushughulikia. Waliingia, uvuli uliokuwa kwenye ulimwengu wa roho hapa uliondoka, lakini uliokuwa kwenye ardhi uliwaathiri sana. Wakajikuta ghafla mioyo yao inakamatwa kuabudu miungu mingine. Kilichoko kwenye ardhi na kwenye anga kinateka moyo wa muhusika. Elewa, miguu ndio maingilio ya nafsi. Sijaelewa kama kuna mtu mmoja nimeongea na. Biblia inasema waliziangalia nyayo, lakini ili kuiteka nafsi. Kwa hiyo nafsi inafikiwa haraka sana kupitia miguu. Ndio maana Biblia inasema tunza mguu wako uendapo nyumbani mwa Bwana. Hajasema tunza kinywa chako. Mimi nakwambia, moja ya kitu chenye uwezo wa kukupa kumsikia Mungu au kupoteza sauti ya Mungu ni miguu yako. Tutajifunza siku nyingine. Bwana asifiwe. Wana wa Israeli walikanyaga ile nchi. Wao hawakushughulika. Mungu alishughulika kuondoa uvuli uliokuwa kwenye anga. Ule uvuli ndio uliondoka, lakini ardhi ilikuwa kwenye madhabahu za miungu bado.
Walipofika pale kukanyaga ile ardhi, hawakujua nini kiliwasukuma kuanza kuabudu miungu mingine. Kilichoko kwenye mazingira kitakuvuta usipokishughulikia. Kinaweza kikakunyonya kiroho. Ukajikuta kuna wengine tangu walipokanyaga mazingira fulani, kiu ya ibada na Mungu ikaisha, kiu ya kuomba ikaisha, kiu ya kusoma neno ikaisha. Ni kama mpagani fulani tu. Yaani amebaki tu na Bwana asifiwe, lakini vitu vya kiroho haviendi. Msalimie mwenzako, mwambie shughulikia kilichoko kwenye mazingira. Mwambie vinginevyo chenyewe kitakushughulikia wewe. Nachotaka uone ni uvuli uliokuwepo kwenye ile nchi ilibidi uondolewe. Na sababu ya kuondolewa ni kwa sababu kuna watu wenye mungu mwingine wanakuja naye, na hawawezi kuwa chini ya ule uvuli. Bwana asifiwe. Lazima tuondoe uvuli mmoja ili kuleta uvuli mwingine. Kuna uvuli wa Mungu Mwenyezi na kuna uvuli wa miungu mingine. Bwana asifiwe. Okay, kitabu cha Isaya, alafu Isaya 25. Msalimie mwenzako, mwambie uvuli ndio unaotawala. Uvuli ni utawala wa kiroho. Ni utawala wa ulimwengu wa roho kwenye mazingira, unaokalisha hayo mazingira chini ya yule mwenye uvuli. Na usipoondolewa utawataabisha ambao ni kinyume na huo uvuli. Haleluya. Isaya 25 mstari wa 6 mpaka wa 8, au tuishite mpaka wa 7 kwa ajili ya muda. Nifuatilie vizuri. Kuna mahali ambapo nataka Roho Mungu akupe jicho la kuona. Na katika mlima huu, ukishasikia mlima maana yake madhabahu. Biblia inasema ni nani atakayeupandia mlima wa Bwana? Nani atakayekaribia patakatifu pake? Ukisikia mlima maana yake madhabahu. Biblia inasema siku za mwisho mlima wa Bwana utakuwa imara. Maana yake kitu cha kimungu duniani kitaimarishwa. Na katika mlima huu Bwana wa majeshi atawafanyia mataifa yote karamu ya vitu vinono, karamu ya divai iliyojaa juu ya urojo wake, karamu ya vinono vilivyojaa mafuta, karamu ya divai iliyokaa juu ya urojo wake, iliyochujwa sana. Angalia mstari wa 7 sasa. Naye katika mlima huu, mlima ule, angalia kitu atakachofanya. Naye katika mlima huu atauharibu uso wa sitara uliowekwa juu ya watu wote, na utaji ule uliotandwa juu ya mataifa yote. Kuna mtu mmoja ameona kitu hapo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna stara, uvuli na utaji ambao ulikuwa juu ya watu wote. Mungu akataka kushughulika nao. Angalia, ili Mungu ashughulike nao, alitengeneza karamu kwanza. Alitengeneza nini? Karamu. Na akatengenezea karamu pale ambapo anataka kuharibia ile stara. Pale stara ilipo ndipo pia Mungu alipofanyia karamu, kwa lengo la kuharibu stara iliyopo. Sasa unajua hiyo ni lugha ya kiroho. Ngoja niilete hivi.
ilibidi Mungu aagize watu wake wamfanyie kitu kwenye mlima ili kudestroy kilichoko kwenye eneo. Sisi nakwambia, moja ya kitu kinachojenga ufalme mahali ni aina ya karamu zinazofanyika. Mwenye masikio na asikie. Vitu vingine unaweza ukaviona kimwili, lakini kiroho vimebeba kitu kingine. Ili Mungu aweze kushughulika na kuimarisha cha kwake, ilibidi iweko karamu. Unafikiri adui naye angetaka kujenga na kuimarisha cha kwake ataleta nini? Ataleta kitu hicho hicho. Ngoja nikwambie, upande ulioandaa karamu ndio upande huo unakuwa na nguvu. Fungua kitabu cha Danieli. Unajua wewe uelewe kitu naongea. Hebu nipungie kama unanielewa. Unanielewa? Okay. Hakuna Mungu anayetawala bila kufanywa karamu. Mungu yoyote hujidhihirisha sana na uwepo wake saa amekula. Ndio maana Suleiman alipotoa sadaka 1000, Mungu akamwambia no. Ni sadaka ulizonipa zimeniamsha. Nimekuja. Uwepo wa Mungu haukuletwa na maombi, uliletwa na sadaka. Unakumbuka Suleiman tena alipokuwa akiweka nyumba ya Bwana wakfu, akaweka sadaka kwenye madhabahu. Wakati anamuomba Mungu, Biblia inasema moto ukashuka kutoka mbinguni ukaijilia madhabahu, na utukufu wa Bwana, uvuli wa Mwenyezi ukatanda kwenye hekalu, hata makuhani hawakuweza kufanya kazi zao. Karamu. Mungu anayefanywa karamu ndiye atakayekuja kutawala. Hebu nipungie mkono kama nimeongea na mtu mmoja. Ngoja nikwambie, karamu ikifanyika, wale ng'ombe walipochinjwa 1000, haimaanishi kwamba wale watu hawakula. Zile ng'ombe 1000 walikula wao. Lakini ile karamu haikuwa kwa ajili yao, ilikuwa karamu kwa ajili ya Mungu wao, ili kumleta kwenye mazingira. Kitabu cha Danieli ili tukaombe. Kiwaambia wana wa Mungu tumfanyie Mungu karamu ili tumlete kwenye mazingira. Unajua watakuja na nini? Watakuja na buku. Lakini wale wakitaka kumleta Mungu wao Mungu aliyeletwa kwa vinono, unamuondoaje kwa buku? Kinachotusaidia ni damu ya Yesu. Kabisa ndicho kinachotusaidia. Msalimie jirani yako, mwambie tunaenda kuondoa uvuli ulioko kwenye mazingira. Uvuli wa Mungu Mwenyezi kazi yake ni kuwapa wana wa ufalme neema. Uvuli wa yule mwingine ni kukandamiza wana wa ufalme, lakini wa upande ule watastawi. Cha Mungu huwa kinakuwa na shida sana mahali uvuli wa kiroho unapofanya kazi upande wa pili, ambao sio wa upande wa Bwana. Kitabu cha Danieli
Kitabu cha Danieli. Danieli sura ya 11 mstari wa 38 mpaka wa 39. Ili kutawaza uvuli wa kiroho kutawala mahali, lazima kufanya karamu. Lazima kufanya nini? Karamu. Na lengo la karamu ni kumleta huyo Mungu au huo ufalme unaotakiwa kutawala. Bwana asifiwe. Okay. Wana wa Mungu wengi wameingia kwenye mtego bila wao kujua. Maeneo tofauti tofauti, mikoa tofauti tofauti. Yawaiona kuna maeneo watu wanachinja wanagawiwa watu nyama bure. Wamekupendea nini? Wao wanajua wanachofanya. Alafu ghafla utashangaa wao ndio watakao kuwa na nguvu, ndio watakao enea, ndio watakao kuwa na sauti, ndio watakao kuwa na mamlaka. Wana wa nuru tuamke. Vinginevyo nuru tulionayo itaenda kuminywa sana, na tajikuta tuna uwanja mdogo sana wa kiroho wa kumfunua Mungu wetu. Anaye kuovateki rohoni atakuovateki na mwilini. Hivi kuna mtu mmoja ninaongea naye. Okay. Naomba tusome hapa. Biblia inasema, lakini katika mahali pake atamheshimu Mungu wa ngome. Unajua Mungu wa ngome maana yake, akiingia mahali anajenga ngome. Ngome ni ule uvuli unaotawala. Kwa hiyo utakuta eneo ni zito sana kiroho kwenye mambo ya Mungu, lakini ni jepesi kwenye mambo mengine. Kwa sababu kuna ngome ya kiroho inayozuia cha Mungu kisiwe na upenyo. Ndio maana jana nilikwambia, utawala wa giza ukikaa kwenye eneo unazuia cha Mungu kisistawi. Tuliongea habari za Babeli, namna ambavyo Babeli ilikuwa ni makao ya mashetani, na namna ambavyo ilishindana na cha Mungu kilichokuwa ndani ya Daniel, Shadrach, Meshach na Abednego, mpaka kuwafikisha mahali pa kutaka kuwaua. Na hawajakosea chochote, ni kama tu hawajaabudu. Unampelekaje mtu kwenye kifo amekataa tu kuabudu kisanamu chako? Wana wa Mungu, Bwana asifiwe. Sema atamheshimu Mungu wa ngome. Anaitwa Mungu wa ngome, maana yake kazi yake ni kuweka ngome zake kwenye ulimwengu wa roho. Ngome ni udhibiti, ni zuio. Ni Mungu ambaye anaweka zuio kwenye ulimwengu wa roho. Na lile zuio maana yake ni kama anasema Mungu mwingine yote asitawale hapa.
Lakini angalia anavyofanyiwa sasa. Kinachompa nguvu kwenye eneo, lazima afanyiwe karamu. Nachotaka uone hapo ni karamu. Lakini katika mahali penye pake atamheshimu Mungu wa ngome, na Mungu ambaye baba zake hawakumjua atamheshimu. Angalia atampa karamu gani? Kwa dhahabu, kwa fedha na vitu vya thamani na vitu vipendezavyo. Hiyo ndio karamu ya huyo Mungu. Angalia baada ya kupewa karamu, angalia mstari wa 39. Naye ataziteka nyara ngome zenye nguvu. Unaona? Ngome zingine zenye nguvu zinaanza kuwa chini ya. Kwa hiyo hakuna Mungu mwingine atakayeinuka awe na nguvu. Unaweza ukaelewa shida aliyopata Antipa sasa. Alitaka kuinua cha Mungu kiwe na nguvu, wakati cha shetani kina nguvu. Inawezekana ile madhabahu ya shetani pale ilikuwa inalishwa sana na Antipa na kanisa lake. Inawezekana ni watu wa kiroho, lakini wale wasiojitoa sana kwa Mungu. Kwa hiyo hii hapa imeshiba, hii hapa haijashiba inavyotakiwa. Madhabahu hii haijashiba inavyotakiwa. Kwa hiyo hii ikalemea hii. Madhabahu isiyokula italemewa na madhabahu inayokula. Hiyo ni kanuni. Ndo maana ya vinono kutolewa kwenye mlima. Wana wa nuru, tuna Mungu mkuu sana, lakini kuna mahali lazima tuamke. Inaongea na mwana wa Mungu aliyoko mahali. Okay, tumalizie mstari wa 39 alafu tukaombe. Naye ataziteka nyara. Atafanya nini? Ataziteka nyara. Nini? Ngome zingine. Maana yake ni yule Mungu ngome sasa anamsaidia. Ataziteka nyara ngome zenye nguvu kwa msaada wa Mungu mgeni, yule Mungu mwenye ngome, yule Mungu ngome yule. Na yeye atakayemkubali atamuongeza kwa utukufu, naye atamiliki wengi. Naye atamiliki wengi. Ili amiliki, ilibidi kwanza atoe vinono kwa yule anayempa kumiliki. Uwezi miliki kabla hujamilikishwa na ulimwengu wa roho. Na hakuna ulimwengu wa roho utakao kumilikisha kabla haujafanywa karamu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sema karamu inampa Mungu yoyote kuwa na nguvu kwenye eneo. Nini kinampa nguvu? Sema karamu. Hebu sema kwa sauti karamu. Mungu alipotaka kuondoa stara na utaji, ilibidi mlima wake uwe na karamu kwanza. Hii miungu mingine na yenyewe ili iweze kudhibiti iwe na nguvu, na yenyewe inadai karamu. Wewe nikwambie, anayempa yoyote nguvu kwenye ulimwengu huu ni mwanadamu. Kile mwanadamu anafanya kwenye ulimwengu wa roho ndicho kinaupa ulimwengu huo wa roho nguvu ya kukaa kwenye himaya ya mwanadamu. Ulimwengu wa roho hauwezi kuwa na nguvu mpaka umepewa nguvu na mwanadamu. Hata kama una nguvu kiasi gani, hauwezi kudhihirisha nguvu zake katikati ya wanadamu mpaka wanadamu wameweza kufanya kitu kwenye ule ulimwengu kinachosababisha ule ulimwengu uwe na nguvu katikati yetu. Kuna mtu mmoja nimeongea naye. Okay, ngoja nimalizie hapa. Wafalme wa pili. Sema karamu. Sema tena karamu. Sema kwa sauti karamu.
Unajua karamu ya Mungu wetu tunamlisha nini? Sema maombi. Karamu kubwa ya Mungu wetu tunamlisha maombi. Na ninashukuru kwamba tunamlisha maombi. Lakini tunatakiwa tupige hatua zaidi hapo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Okay. Kuja tusome hapo tumalize. Biblia inasema na mfalme wa Moab, ni Wafalme wa pili 3:26-27. Na mfalme wa Moab alipoona ya kwamba ameshindwa vitani, alitoa pamoja naye watu 700 wenye kufuta panga, ili wapenye hata kwa mfalme wa Edom, wala hawakudiriki. Maana yake wakagairi hiyo safari. Angalia kitu mfalme kilichomjia. Ndipo akamtoa mwanae wa kwanza, yeye ambaye angetawala mahali pake, akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa juu ya ukuta. Kukawa na hasira kuu juu ya Israeli. Basi wakatoka kwake, wakarudi kwenda nchi yao wenyewe. Maana yake aliuteka ngome zenye nguvu kwa msaada wa Mungu wake. Hao watu wamepigana kimwili, wameshinda. Mfalme akasema na ngoja nirudi Rivers. Wametushinda kimwili, ngoja sisi tuingie rohoni na wasijue kwamba tumeshaingia. Mfalme akaingia rohoni, akafanya karamu kwa yule Mungu wake. Ghafla Wayahudi wanashangaa, Waisraeli wanashangaa, nini kinawakimbiza kwenye ile ardhi? Ni kama wajikuta wanakimbia kwenye ile ardhi, kinachowakimbiza hata hawajui. Wakajikuta wamerudi wakati walikuwa wanasonga mbele huko kwenda kupigana. Wakajikuta wamegeuzwa, ghafla wanakimbia kwenda nyumbani kwao. Nini kimewageuza? Yule Mungu. Kwa msaada wa Mungu mgeni anateka ngome zingine zenye nguvu. Kuna kitu tunaenda kuomba. Sinajua bado tuko kwenye maombi ya kambi ya chupa na Arusha. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tunaenda kuomba ombi. Hata kama miungu imelishwa kiasi gani, Mungu wa kwetu na akasimame. Haleluya. Hatujui miungu ya kambi ya chupa ilipewa nini. Sinajua ilikuwa inakunywa damu za watu hapo. Ilikuwa inakunywa damu za watu. Na unajua ikishakunywa damu za watu, hakuna damu ya mnyama inayoweza kuondoa damu, ushindi wa damu ya mwanadamu, isipokuwa damu iliyo juu ya damu zote. Bwana asifiwe. Ngoja nikwambie, aliyetoa mnyama na aliyetoa sadaka ya mtu, sadaka ya mtu inapita sadaka ya mnyama. Na ndio maana Mungu alipotaka ili aweze kuvunja kiburi cha shetani, hakutaka sadaka ya damu ya mwanadamu. Maana na yeye anatoa sadaka za wanadamu. Ilibidi itokee sadaka ya Mungu mwenyewe, damu ya Mungu. Ili hata shetani akitoa sadaka za wanadamu, damu ya Yesu ikitokea, inanyamazisha damu zingine zote. Bwana asifiwe. Tunaenda kunyamazisha kila sadaka, kila toleo. Tunaenda kulinyamazisha kwa damu takatifu ya Yesu Kristo, na kuondoa ule uvuli uliomo kwenye ulimwengu wa roho, uliotanda kambi ya chupa na uliotanda kwenye anga la Arusha. Umeelewa kitu nimeongea? Umeelewa kitu nimeongea? Simama kwa miguu yako. Damu ya Yesu haina nena mema. Damu ya Yesu haina nena mema. Damu ya Mwokozi wetu haina nena mema. Ina nena mema. Damu ya
umetupa wa namna ya kushughulika na mazingira ili apate kuponyeka. Bwana wa utukufu, mazingira mengi duniani yamejaa uvuli wa adui, yamejaa uvuli wa kishetani, ndio uliotanda katika maeneo mengi duniani. Ulimwengu wa roho unatawaliwa na uvuli wa kishetani katika maeneo mengi duniani. Bwana, tupe kibali machoni pako kupitia damu ya thamani, damu ya kwako Bwana, ikapate kusimama na sisi kama sadaka kuu inayopita sadaka zote. Bwana, ili kanyamazishe sadaka zingine zote zilizotolewa kwa miungu, ili kushika maeneo, ili kushika mazingira katika mkoa wa Arusha, katika eneo la kambi ya Chupa. Bwana wa utukufu, tunakuomba utusikie, tunakuomba utusikie. Tunapoitia damu yako ikakunje ule uvuli ulio kwenye ulimwengu wa roho, kama jamvi linavyokunjwa, ule uvuli ukaezuliwe kama pali inavyoezuliwa, na ukaondoke katika anga la Arusha, na ukaondoke kwenye ardhi ya Arusha, na ukasababishe upenyo wa uvuli wako Mungu Mwenyezi kutanda Arusha yote, kutanda kwenye anga, kutanda kwenye ardhi, ili jambo jipya likazaliwe Arusha. Bwana wa utukufu, ili kanisa lako walioitwa kwa jina lako wakainuke na kuwa na nguvu. Bwana, ili wale wanaokutegemea wakauone mtetezi wako. Mungu mkuu, tunakukaribia kwa toba na rehema kwa yale yaliyofanyika yakampa shetani nguvu kujenga ngome zake, kutawala katika ulimwengu wa roho. Tunaomba toba, tunaomba rehema, tunaomba utusikie tunapokukaribia, tusikie Bwana, tusikie kutoka patakatifu pako, ukatujilie kwa rehema zako, ili uvuli wako ndio ukatawale. Hebu nenda kwenye toba kwanza, nenda kwenye toba. Sisi ndio makuhani tunaweza kumtengea Mungu maeneo, kama alitengewa eneo katika Israeli, tunaweza tukamtengea eneo Tanzania, na eneo moja wapo tunalomtengea ni mkoa wa Arusha. Omba toba juu ya kambi ya Chupa, omba toba juu ya Arusha.
Katika jina la Yesu. Simama tena kwa miguu yako. Haleluya. Simama kwa miguu yako. Enda kuingia hatua ya pili. Hatua ya pili ni kushughulikia kila aina ya sadaka inayotoa nguvu ya uvuli wa kiroho kushikilia Arusha. Tukishughulikia uvuli kabla hatujashughulikia kilicholeta nguvu ya uvuli hatutaweza. Lazima tushughulikie kile kilicholeta uvuli na kuupa nguvu kukaa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sema Bwana Yesu. Ule uvuli ulioko wa giza uliotanda kwenye anga la Arusha, kwenye anga la kambi ya Chupa, na kwenye ardhi ya Arusha na ardhi ya kambi ya Chupa, kuna kilichoupa nguvu. Na kilichoupa nguvu huo uvuli ili uweze kukaa. Nao ni aina ya sadaka zilizotolewa ili kuimarisha huo uvuli. Na sisi tunashughulikia hiyo sadaka kwa sadaka ya damu ya Yesu. Kwa sadaka ya damu ya Yesu. Tunalipa damu ya Yesu kwenye kila sadaka iliyotolewa ya kiwango chochote kilichotolewa na kwa namna yoyote ilivyotolewa kwa damu ya Yesu Kristo. Sadaka kuu ipitayo sadaka zote ikanyamazishe kila sadaka. Ikanyamazishe kila sadaka. Ikanyamazishe kila damu. Ikanyamazishe kila damu inayonena kwa ajili ya ardhi, inayonena kwa ajili ya anga. Ikanyamazishe kila sadaka. Sadaka zozote za thamani zilizotolewa ili kuimarisha uvuli wa giza kwenye anga, uvuli wa giza kwenye ardhi. Hizo sadaka tunazinyamazisha. Nyamaza kwa damu ya Yesu. Nyamaza kwa damu ya Yesu. Nyamaza kwa damu ya Yesu. Hebu tuingie maombi ya kunyamazisha kila sadaka inayonena, kila sadaka iliyoinuliwa ili kuinua uvuli na kuupa nguvu. Achilia damu ya Yesu kwenye kila sadaka.
Katika jina la Yesu. Tunaingia awamu ya 3 sasa. Mungu akutie nguvu. Haleluya. Tunaingia stage ya 3. Kushindana na uvuli. Kukunja ule uvuli ulioko kwenye anga na kwenye ardhi kama jamvi linavyokunjwa. Ukakunjuliwe katika jina la Yesu. Anga likapate kuwa huru kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Na nuru kuu ikatawale Arusha. Sema katika jina la Yesu. Tunashughulika na uvuli unaotawala anga, unaotawala ardhi. Tunaukunjua kwenye anga, tunaukunjua kwenye ardhi, tunaukunjua, tunauondoa, tunalifungua anga la Arusha. Tunaachilia damu ya Yesu kwenye anga la Arusha. Tunaachilia moto wa Roho Mtakatifu kwenye anga la Arusha. Tunaondoa ule utaji, tunaondoa ile stara ambao ni uvuli wa giza unaotawala na kushikilia Arusha kiroho. Katika jina la Yesu tunauondoa kambi ya chupa kwenye anga la kambi ya chupa na kwenye ardhi ya kambi ya chupa. Tunauondoa kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Ewe uvuli, haribika Arusha, haribika kwenye anga, haribika kwenye ardhi, haribika. Ingia maombi sasa. Shindana na huo uvuli, shindana na huo uvuli. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu.
katika jina la Yesu. Hebu nikusii, wakati ukiomba haya maombi, kama una sadaka, shika sadaka. Kule katika roho tulikuwa tushindani na kitu cha kawaida. Yaani saa tushindani na kitu cha kawaida. Naomba hapo Bwana akaniambia kachukue sadaka, amshindani na kitu cha kawaida. Ukimaliza simama, tuendelee kuomba. Hatushindani na kitu cha kawaida. Kama uwe na amani. Maana sio kitu tulikuwa tumejiandaa. Lakini kama unayo, ishike tu mkononi. Haijalishi ni ya kiwango gani, Mungu anajua una kiasi gani. Lakini shika tu mkononi. Mungu amelishwa kwa kiwango alichokula. Hatujui amelishwa mara ngapi na amelishwa kwa kiasi gani. Hatuwezi kwenda kuondoa uvuli wake, hatuna chochote mkononi na sisi kwa ajili ya yule Mungu wetu. Sema katika jina la Yesu. Hii sadaka yangu ikawe kinono kwako Mungu. Hata kama ni kidogo, lakini ikawe kinono kwenye mlima wako. Ikawe kinono kwenye mlima wako, ili kuhukumu uvuli wa kigeni, wa kishetani katika anga la Arusha na kwenye ardhi ya Arusha. Hii sadaka ikawe kinono kwako kwa ajili ya kuhukumu kila stara na kila utaji uliokuwa umewekwa juu ya watu, ili kufungwa fahamu zao wasikujue wewe Mungu wa pekee na Yesu Kristo uliyemtuma. Ninaomba tunapokwenda kuomba na sadaka hii, ule utaji, ule uvuli ukaanguke kwenye anga na ukaondolewe kwenye ardhi. Ingia kwenye maombi sasa.
Rakasetepa. Sema katika jina la Yesu. Hakuna stara itakayosimama katika anga la Arusha na katika anga la kambi ya Chupa. Kwa damu ya Yesu Kristo. Tumeachilia damu ya Yesu kwenye anga la Arusha, ikawe ndio stara ya kulinda anga la Arusha, ili kuruhusu uwepo wa Mungu utende kazi ya Arusha na utawale Arusha katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, karibu ukawe uvuli wa Mwenyezi katika anga la Arusha na katika ardhi ya Arusha katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ufalme wako uje Arusha na mapenzi yako yatendeke. Hebu alika uvuli wa Mungu sasa, alika uvuli wa Mungu. Hatuwezi kuondoa tusiweke, tukiondoa tunaweka cha Mungu. Baba, tunaalika uvuli wako, uvuli wako, uvuli wako, uvuli wako, uvuli wako, uvuli wako Baba yetu uliye mbinguni, uvuli wako katika jina la Yesu. Uvuli wa Roho wako Mtakatifu, uvuli wa Roho wako Mtakatifu, uwepo wa Roho wako Mtakatifu utande Arusha, utande Arusha, utande kambi ya Chupa, utande angani, utande nchi kavu, utande, 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 utawale. Shete pasata rakababa sete rika pasoko pasete. Tunatawaza anga la Arusha kwenye ufalme wako. Roho wa ufalme na akatande, akadhihirishe uwepo wako Arusha, akadhihirishe uwepo wako Arusha, akadhihirishe uwepo wako Arusha. Uvuli wa Mungu Mwenyezi na ukatawale, 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 na ukatiishe vitu vyote chini ya ufalme wa Mungu na wanadamu wote chini ya ufalme wa Mungu mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Kanisa tuseme amen. Amen. Basi wacha tuupe mlima wa Bwana chakula. Iweke tu kwenye madhabahu ya Bwana hapo. Tumekuwa tukiomba hapa, Bwana ananisemesha mambo mengi. Mengi. Akaniambia hata baadhi ya ajali zingine unazosikia maeneo. Ile ni milima inalishwa. Kuna ajali za kawaida, kuna ambazo sio za kawaida. Sio kila ajali ni uzembe wa dereva. Zingine ni mitego. Kuna watu wanaimarisha maagano yao na miungu tusiowajua. Haleluya. Pili, tutakuwa na toleo la sadaka ya uponyaji wa familia na ulinzi na utetezi wa familia. Sikuambii kama Mathayo, nakuambia kama agizo la Bwana. Haleluya. Kwa hiyo iandae, njoo na hiyo sadaka. Na Mungu wa mbinguni